Naam, hujambo msikilizaji wangu na mfuatiliaji wa simulizi hii ya Sitasahau Usiku Ule. Leo tunafungua ukurasa mwingine kabisa tena mzito uliojaa mashaka, hujuma na siri zilizofichuliwa kama mzoga mbele ya mbwa mwenye njaa. Karibu kwenye sehemu hii ya 11 ya simulizi yetu isemayo Sitasahau Usiku Ule. Katika sehemu ya 10, mfuatiliaji wangu, tulishuhudia njama, usaliti na mipango ya siri inayolenga kuua haki. Lakini sasa moto unaanza kuwaka mbele ya macho ya watu, na wale waliokuwa kimya wanaanza kuongea. Mimi ni mwenyeji wako Leonard Mubali, mtunzi pia msimulizi wako wa Sitasahau Usiku Ule. Usiku wa manane ndani ya gereza la mkoa, giza lilitanda kama mzimu. Majuto amelazwa kama mgonjwa vile, akivuta pumzi kwa shida. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu, lakini moyoni anajitahidi kupata ujasiri wa mwisho. Lakini kabla hajasema neno lolote kwa Afande Baraka, amepata taarifa za chini kwa chini kuwa Makwapa kwa msaada wa watu wa nje anapanga kutoroka, na kwa masharti ya kwamba Majuto asinong'onezwe lolote ama kuambiwa neno lolote kuhusu mpango huo. Je, atafanikiwa? Kwa sauti ya kukatika katika, Majuto anamwambia askari ama yule Afande Baraka, "Afande, naomba tafadhali Afande Baraka aje hapa." Akasema, "Ni mimi Afande Baraka ninayezungumza nawe." Akasema, "Nataka kuzungumza jambo kabla sijapoteza maisha." Lakini wakati huo askari mwingine wa ulinzi wa gereza anapokea simu kutoka kwa mtu asiyejulikana. Maneno waliokuwa kizungumza yalisema hivi: huyo mtu aliyekuwa amepiga simu anasema, "Hakikisheni Majuto hatoki salama hapo kitandani usiku huu. Asikumbuke chochote wala asijue chochote, na asijue hata kesho yake inakuwaje." Asubuhi inayofuata Afande Baraka akawa ofisini mapema tu, macho yake yakiwa yamejaa ukakamavu. Laptop yake inaunganishwa na kifaa cha kuhifadhi sauti. Akaanza kusikiliza mazungumzo ya usiku kutoka kwa wazee wa kule, wazee wa kimila. Sauti za wale wazee wa kimila katika mkutano wa siri wa usiku zilikuwa zikimiminika na kurindima katika spika ndogo, huku yeye akiwa amevaa headphone, Afande Baraka huyu akisikiliza mpango mzima. Tuwalete hao mashahidi waongee kinyume, hata kama ni kulipa tuwalipe tu, kuliko ukoo uweze kuharibika. Ukoo kwanza, alisema mzee mmoja katika kikao kile. Baada ya kusikiliza kwa eneo hako, Afande Baraka anasimama kwa hasira, kisha akasema, "Hii sio haki, na huu ni uhaini dhidi ya sheria." Akampigia simu Inspekta Nyangusi. "Nyangusi, nataka unipatie majina yote ya waliokuwepo kwenye hicho kikao. Kesi hii sasa si ya mauaji tu, bali ni ya kuvuruga mchakato wa haki, na ni uhaini huu, Nyangusi." Wakati huo msikilizaji wangu, kule jijini Nairobi, Nasra akiwa kwenye chumba kidogo cha wageni anagonga laptop yake akiandika ushahidi uliokusanya kuhusu kifo cha baba yake. Alikuwa ameshakuwa hapa na anakumbuka yote yaliyokuwa yametokea. Ghafla mlango wake ukagongwa. Alipofungua Nasra huku akiwa anatetemeka, nani anayempigia hodi usiku huo? Alikuwa ni kijana mmoja aliyekuwa amevaa kofia na akiwa ameshika simu mkononi. Akasema, "Nasra,
jina lako haliko salama. Kuna watu wanakuja leo usiku. Tafuta sehemu nyingine uende huko. Nasra akiwa amepigwa bumbuwazi, anamshangaa, macho yamemtoka, hajui hata naye ongea naye ni nani. Ghafla ujumbe uliingia katika kitufe cha ujumbe wa maandishi kwenye simu yake. Ujumbe wenyewe ulisema, usitupe kivuli chako kwa sababu ya jua la leo. Ukizunguka sana jua litakuunguza. Ujumbe huo ukawa mafumbo kwa mtoto Nasra pia. Mtoto Nasra akashika kifua chake, macho yakianza kujawa na machozi, lakini hofu hiyo ilibadilika kuwa hasira. Akapiga ngumi hewani na utoto wake, lakini sasa alikuwa ameshakuwa binti mkubwa tu. Akasema, nitapambana hadi tone la mwisho. Baba yangu hakuwa mhalifu. Nitamaliza kazi hii hata kama nitabaki peke yangu. Na kule jijini Arusha, kijana Musa, askari mchanga kabisa na mjukuu wa familia ya mzee Nyalile, akawa anafuatilia harakati huko zinazoendelea, lakini wakati huo wanafuatilia harakati zinazoendelea kwa Nasra. Akampigia simu Afande Baraka akisema, afande, kwa taarifa nilizozipata Nasra yuko hatarini kule Nairobi. Wamefika huko. Kuna mtu ameshatuma watu Nairobi. Tunaomba ulinzi haraka, tena haraka sana Afande Baraka. Afande Baraka ambaye alikuwa na mambo mengi kufanya mezani kwake, hapa amesikiliza ushahidi, anajua takabiliana vipi na hawa, na papo hapo anapokea simu ambayo ni ya hatari ya usalama wa Nasra. Akasema, nashughulikia hilo haraka sana. Nitawatuma watu wangu. Pia naomba unisaidie kufuatilia majina ya wanafamilia waliokubaliana kushirikiana kuvuruga ushahidi. Haturudi nyuma katika kesi hii japo kwa imechukua miaka kadhaa hadi sasa, alisisitiza Afande Baraka. Makwapa ambaye alikuwa yupo katika harakati za njama ameona kutoroka yeye na Majuto ni jambo gumu. Hata kule nje wameona atoke Makwapa na huyu hapa waweze kumteketeza. Wamempa sumu huyu, anaugulia Majuto na sijui uzima wake utakuwa vipi. Usiku huo alikuwa katika kona moja ya giza kabisa ndani ya gereza. Makwapa huyu akiwa nakutana kwa siri na mmoja wa maaskari aliyelipwa ili aweze kumtorosha. Yule askari mpanga njama za kumtorosha Makwapa alifika, akasema usiku wa leo saa 6 kamili mlango wa nyuma utakuwa wazi Makwapa, lakini Majuto hawezi kutoka humu, kwani yeye kuliona jua la kesho ni mashaka, na kuhakikishia hilo. Atasalia ndani na atapotelea huku, wewe ondoka, kwani yeye imeonekana hakubaliani na mpango huu. Kwa hiyo ni mtu hatari sana hata kwako na hata kwa wale wanaukoo wanaotaka kuimaliza kesi hii. Ambacho hawakukijua ni kwamba Afande Baraka tangu ashitukie mipango yote kulikuwa tayari na kamera maalum moja ndogo iliyokuwa imewekwa kila wanakohamishiwa akina Majuto na Makwapa. Alijua mipango inaanzia huko ndani na toka nje. Wakati wakipanga yote hayo, kamera hiyo iliyounganishwa kwenye simu yake ilikuwa ikimwaga taarifa zote huko.
Akaendelea kukasirika sana Afande Baraka na kuongeza nguvu, na akaleta hata baadhi ya askari kanzu ambao walikuwa hawafahamu, ambao hata afande huyu aliyekuwa akifanya kazi kwa karibu naye, na maanisha Inspekta Nyarusi, alikuwa hawafahamu. Aliona iko haja ya kuongeza nguvu, maana vita imekuwa kubwa hapa. Msikilizaji wangu, wingu la hatari limeanza kutanda, lakini mwanga wa haki unazidi kupenya. Wenye dhamira ya kweli sasa wanajitokeza wengi tu, huku wahalifu wakiwa kwenye kona ya mwisho. Lakini swali la msingi kubwa la shule ya msingi na sekondari ni kwamba, je, watafanikiwa kutoroka? Na je, watafanikiwa kumuua Majuto ambaye kuna sumu amempa? Hiyo hali yake si kawaida. Lakini hata Afande Baraka hajagundua kama Majuto kalishwa sumu. Anadhani ana homa tu ya kawaida. Je, atagundua? Na Nasra kule Nairobi kuna watu wametumwa tena kwa gharama kubwa tu. Je, atapona? Na Majuto kama tanusurika, je, atasema ukweli kabla hata ya kifo chake, ama hata kabla ya kupona? Ni jambo la kusubiri na kuona, lakini ukweli utashinda. Ni mimi Leonard Mubali, msimulizi wako na mtunzi wa simulizi hii isemayo Sitasahau Usiku Ule, ambayo leo ilikuwa katika sehemu ya 11. Karibu katika sehemu ya 12 ambapo ukweli utazungumzwa kwa sauti ya radi. Asante na kwaheri kwa wakati huu.